Mke wangu Kipini. Vipi mke wangu? Asa hali itaisha lini mke wangu? Kwa hiyo unashindwa kuniamini kabisa. Mimi sijafanya hilo jambo. Na kuhusu ile kondomu mwenyewe inanichanganya sana kichwani mwangu. Sijawahi kuichiti ndoa yangu hata siku moja Kipini mke wangu. Toka nikoe hata siku moja sijawahi kuichiti ndoa yangu. Asa hiyo hali utaenda nao mpaka lini? Naomba unielewe basi mume wako. Naomba unielewe japo kidogo tu. Usinihukumu au kuwa ni mtu alofumwa na ngozi ndo nyama kala yeye. Hata kama hivyo, jitahidi uchunguze kwanza. Je, kitu mnao kafanya? Usinihukumu tu hivi afu tambua kuna maradhi una Zito, keep quiet. Ashumu ni mimi. Tukio lolifanya wewe. Ashumu umefungua mkoba wangu ndo umeikuta. Ashumu. Mke wangu Kipini, sikiliza basi. Yaani umeona hata kama ingiwa kwangu mimi, umeelewa, au wewe umekutokea, lakini usimhukumu mtu. Basi chunguza kidogo ujue kama ungafanya jambo au hujafanya. Lakini unavyoenda unifanyia wewe hivi, na kila siku utasababisha vitu vingi, hata maradhi hujapata, sababu ubongo wako unauchanganya, unakuwa na mawazo sana. Ulitaka nifanye kitu kipi leo? Mimi ninakupenda. Niligombana na familia yangu kuchagua wewe kupoka kipaumbele. Leo haya ndo malipo yangu, si ndio hivyo? Umeona itoshi ujinga kufanya nje. Ukaamua uchukue uweke humu ndani. Mimi mfanyakazi wako nione. Mimi chizi nione. Asante Zito, nimeiona. Basi mke wangu naomba unisamehe tu. Naomba nisamehe. Zito, mimi sio mtoto mdogo. Unatoka ndani asubuhi, unaenda ofisini, unarudi ndani. Kwa kitu umepata wapi? Sekretari wako ndio amekuwekea kwenye mfuko? Sijui. Zito, sikupendi, sikutaki na kuchukia. Hamjambo? Hatujambo. Shikamoo. Marahaba. Habari za shule? Safi. Mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Sijui masomo. Naona mnazidi kwa warembo tu. Sio shida zetu. Najua hilo. Basi mimi sina mambo mengi sana. Kama mnavyonijua Madam J. Nataka niwape issue moja tu. Lakini hiyo issue tuongelee hapa. Kuna mahali nataka tukae tuongee. Kwa hiyo mtakuwa tayari? Tupo tayari. Basi kama mpo tayari mida saa 12 tukutane. Mida saa 1. Leo. Yaani hiyo ilazi damu leo. Sawa. Hiyo imeisha Basi kwa sababu mimi sina namba zenu, jitahidini kwa pale nyumbani, sawa? Sawa. Haya. Abaini Halo Jay. Madam. Mambo. Poa vipi? Freshi. Mambo mengine vipi? Poa, sasa rafiki yetu mambo yetu yameenda freshi. Na kusikiza wewe tu, tunakutana wapi sasa? Niko fresh. Yaani wewe kama mpango umeenda
So uko fresh, mimi nataka nisikilize, tunakutana wapi hiyo mida? Tunakutana pale pale kama tulivyoongea pale. Pale pale? Basi hamna shida, imeisha hiyo. Usiniangushe mwanangu, fanya kuwahi basi. Yaani tuanze kwa hilo, yaani kwa sababu hayo sio mambo yangu mimi. Siwezi kukusaidia kwa hiyo. Basi hamna shida. Haina shida, ni hapo haina shida kabisa. Haya, baadaye. Shoga yangu, mbona genge limeisha hivi, limepauka na kupauka? Shoga yangu, kulikoni? Yaani shoga yangu, yaani hapa mimi hata sielewi. Yaani hapa mwenzangu nimechanganyikiwa, yaani na madeni kila kona, vikoba, wote wananidai nakwambia. Yaani mpaka naona aibu, wananifuata majumbani, yaani wananizalilisha. Yaani hapa yenyewe mguu unaoona hapa, nimekuja kwako unikopeshe 20,000 at least nikajaze genge langu. Shoga yangu, mimi ningekusaidia tu, sema hiyo 20,000 mwezio sina, ningekuwa naye udugu wangu ningekupa. Yaani hapa mwenyewe maisha yangu magumu tu, yaani hapa yenyewe navizia upolo wangu fike muda nile ndo niishi. Shoga yangu, haya mimi ngoja basi niende nikaangalia huko pengine. Haya poa, basi kaangalia shoga yangu, labda unaweza ukapata, si unajua tena. Haya shoga yangu, bye. Haya poa. Dunia nzito, dunia nzito, dunia nzito. Shangazi, unajua mimi namdai yule mimi. Dunia nzito. Namdai hela zangu nyingi, nampigia simu apokee, SMS zangu ajibu. Ipo siku kule gengeni kwake naenda kumfanyia fujo hajawahi kupata kwanza nazaliwa. Pale unapomuona nyumbani kwake hakai, hafanyi jambo lolote, hafui, hafanyi chochote. Yaani pale unapomuona na madeni hivi. Na duka lenyewe ukienda gengeni kwake umepauka kabisa, hamna hata kitu. Yeye vitu bwana, mimi na pesa za kuchezea, mimi na makaratasi. Tuachane kwanza nayo. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Niambie, mbona mwanangu hivyo? Mpaka nikakushangaa, maana unavyotoka kule kwa sikujua kama ndo wewe. Yaani hapa nilipokuangalia uanza kuongea na huyu mwanangu. Mbona umekonda sana? Yaani shangazi wewe acha. Yaani shangazi, hizi nyumba kubwa zina siri nzito sana. Yaani unaweza kukuta jumba kubwa la kifahari, mtu anakula asubuhi, mchana, usiku. Furaha ndani hakuna, amani kwenye ndoa hakuna. Unaweza kumkuta kijana mzuri ndani mtanashati, akitoka nje kwenye like za watu asema huyu kijana mpole, mstaarabu. Akiingia ndani vitu anavyomfanyia mke wake shangazi, huwezi kuamini. Yaani nyumba ina siri nzito. Ndoano. Kwa hiyo maana hujaniambia vitu vikafunguka. Kwa hiyo unaniambia mesali, hii mesali imekukuta wewe au umeiona kwa mwezio? Yaani hivi vitu ninavyokuambia havinusu mimi. Yaani nasemea kwamba yaani majumba mengine makubwa hizo siri. Yaani mimi hapa nikopo naumwa malaria. Ila sasa hivi tayari nishatumia dozi kidogo, mwili wangu ndio hivyo mdogo napata afueni. Vipi hao kina mama na HP wapo? Wapo, ila walienda shuleni hawajarudi bado. Jamani, mwanao anazurula shule mpaka sasa hivi hajarudi. Yaani hapa mpaka saa 2 ndo anatia miguu. Pia tatizo shangazi ndio tu amekulisi wewe. Shangazi uko unazurula. Yaani mimi baba uko ananiambia shangazi yako enzi yake ya usichana. Umkuta sasa hivi kwa nyumbani. Yaani ukisikia mgoloma, mchiriku, mdunuku, timdumange, wewe tunakuta bibi navojala ile shepu shangazi langu. Je, ngapata lana. Sasa ndio umeamua uniseme mwanangu kweli? Jamani mama, mimi simekwambia kwa nisipokuambia nitamwambia nani? Mimi mwenyewe lidogo nimelichukua kwa mwenyewe. Hata kama iwe hivi mwanangu, si ndio? Wale mimi ndugu yangu. Mpaka nilisi mimi. Wamelisi kwao huko, hajanilisi mimi. Kwa kuwa yule pale sio na bibi yao huko, hujazaa wewe kazaa bibi. Si ndio hivyo unavyosema? Kuzaa nimezaa mimi. Sijui umenielewa. Ila hajanilisi mimi. Mimi ubini wangu tofauti na wao. Wamelisi kwao, sio kwangu mwanangu. Ule mpua mama si pua yako. Yale masikio ya chipi, si masikio kabisa, masikio shangazi amezaa vyombo. Haya mwanangu, tuachane na haya. Watoto wa 2000 Niambia, naona anajua tu maneno mengi, ngoja niingie ndani nipashe ule upolo mwanangu tule. Nyumba kwa vipolo. Kwa hiyo upendi kipolo? Pesa ziko wapi sasa? Pesa ziko wapi? Mbona sizioni hela ziko wapi? Nini sasa mnafanya? Nini mnafanya? Ndo mazingira gani hapa?
Nini mnaniandikia utumbo kwenye daftari nini sasa uchafu nini sasa mimi naelewa nini hapa? Mwenzenu huyu hapa mfanyakazi mzuri sana namkubali. Nyinyi nini sasa mbona mnabolonga tena? Mimi ninachotaka mimi ni hela, sawa? Mimi nishaongea nimemaliza, hela ndio ninachotaka, sawa? Na hapa siku hizi geuka angalia vizuri. So mbona mnakuwa dharau nyie? Siku tatu nawagea, sawa? Mimi natoka lakini siku ndani ya siku tatu zao hapo nipate hela yangu, sawa? Na kama siku tatu nizowagea. Kwa mwanangu, bosi ameondoka. Kwa tunafanyaje sasa? Sasa mwanangu, bosi kashakasirika sana kuhusu pesa zake. Kwa hiyo tunafanyaje ili tupate hizo pesa? Sikana kwambia mwanangu. Naona muda huu tutoke tena kwa mjumbe pale. Tuongee na mjumbe ili tuje tuchukue vitu vyao wale. Tukaviuze tumpe bosi hela yake. Sisi muda tutakuza kazi. Tutakula wapi? Mzee kati maisha yetu haya yetu sisi. Haya, poa, tusifanye kwa kuchelewa, tutoke basi. Ndio kana. Shemeji. Kwa hiyo Zito amefikia tu kama hiyo. Ndio hivyo shemeji. Yaani maswali unajiuliza wewe na mimi najiuliza hivyo hivyo shemeji yangu. Zito nayemuona sasa hivi sio Zito yule wa kipindi kile mume wangu mimi. Zito ananifanyia mambo tafara ni shemeji yangu. Zito kabadilika. Zito amefikia tu hiyo. Unajua Zito mimi namjua toka nitoke. Ana tabia kama hiyo. Kwa nini afikia tu kama hiyo sasa? Shemeji, watu wanabadilika. Watu wanabadilika. Mimi mwenyewe sikutegemea kama kako atafikia hatua hii. Sikutegemea. Sasa hivi mndani tunaishi kama paka na chui. Yaani hata kumwangalia sitamani. Chanzo kikuu mtafute kakako atakwambia. Sawa shemeji, mimi nishakuelewa. Sema tuachane na hayo. Vipi mambo mengine yanaendaje? Salama, vipi unaendelea na kazi yako ile ya mikopo? Bana kazi imekuwa ngumu. Yaani watu tunawakopa hela lakini sasa kwenye tukeni kuwadai sasa wanakuwa wagumu, wanakuwa wanatufokea tena. Yaani tunaona sisi ndio tunawaonea. Shida na wewe shemeji, yaani nyewe kampuni yenu sijui ikoje. Yaani mtu anakuja kukopa milioni 2, ana kazi gani anauza miogo? Wakopesheni ni nyumba tu. Mtu akikopa yeye analeta hatimiliki, mambo yanaenda sawa. Uza miogo acha mchezo wako 200 ukipokea 6 basi. Shemeji unajua saa. Yaani mtu anapokuja kukopa hela anakuja mkono nyuma. Analialia mwe, mwisho wa siku sisi wenyewe tunamuonea huruma. Inabidi tutomkopesha hata kwenye kurudisha marejesho sasa hapo ndio kipengele. Changamoto. Asa ndio msiwakopeshe. Mtu yote akiwa na shida lazima alielie. Sijui unaelewa? Haya bana. Sawa. Sema bro ndiye akija Zito utaambia kwamba Leimani alikuja hapa. Sawa. Yeye ndio Tanifungia mlango. Moto haziishi machozi, kila siku tunabaki kumwomba Maulana atuepushe na haya majanga. Tunabaki kumwomba Maulana atuepushe na haya majanga. Dunia nzito, dunia nzito. Dunia nzito, dunia nzito. Dunia nzito. Dunia nzito, dunia nzito. Dunia nzito. Dunia nzito. Dunia nzito. Dunia nzito. Dunia nzito.